the well-being ya watu wetu inaweza kufanyika. Kile tu ningetaka kuomba mimi ni kwamba wananchi nyinyi, yale mambo miradi serikali inayotilia maanani, msimame imara kulinda serikali na kuhakikisha ya kwamba mnafuatilia mipangilio ili nyinyi muweze kunufaika kwa miradi ya serikali. That is the only way to ensure mtafaidika. Na niwaombe ya kwamba saa hii, na I think governor wa Marakwet amesema, wizara yangu tunafanya karibu sana na waziri Miano hapa, na 21 counties pale hii murandi huko pia kuna program za asal sa ministry yake huko, na mnatuona tuko hapa. Sisi sote tuwafanya kazi ili tuhakikishe ya kwamba whatever is good for this country and for the well-being of our people is achieved through our collective effort in furthering the great agenda of the President and the Deputy in moving this country to the next level. Saa hii nataka kuwaambia na kuwaomba, sababu wale wako na bahati wamelima mahindi, tuko na mazao mzuri mashambani, tunajipanga ili kuhakikisha ya kwamba chakula tumekilinda na kutakuwa na chakula cha kutosha, ili ile mikasa ya kukosefu wa chakula tuweze kuimaliza. And similarly, through this program, sababu tuna support the growth of pasture for our animals, that should be your strength. Tukilima chakula ya ng'ombe, wale wengine hawana, tunaweza kuwauzia wakati tunanunua chakula ya wananchi ama ya binadamu, na nyinyi pia mnauza ya ng'ombe. So we are going to establish to ensure that whichever community, depending on the ecological zone of that particular country, as what it can use, right, to really make their lives better. So tuunganeni pamoja, pesa hiko ya kutosha, and there is no reason to why each one of us should not be involved economically. Na ya mwisho niseme hivi, ukiona vyaundwa, vyaelea vyaundwa. Ukiona vyaelea vimefanya nini? Vimeundwa. Hii serikali injamaliza mwaka moja, na hata kama atuongeangi sana, wacha niwaambie, iko na uchungu, tuko na uchungu sisi mwingi sana. Tukiona wakati rais alali, naibu wake alali, sisi tunafanya kazi masaa zaidi ya 18 kuhakikisha kurundisha mambo katika barabara sawasawa ili Mkenya asaidike. Wengine, the foundation that has been built for the last few months, other people wanataka kuiharibu. It is really painful. Na swali ile ningeuliza ni ya kwamba, just like Madam Rep alisema, if your right must end to where mine begins. Musikubali kupotoshwa. Mnajua Kenya imeumia kwa muda mrefu. Sisi wenyewe tulikuwa msituni, ndio unaona tulipopata uhuru tulinywa vile mtu yule mzee mwingine alisema. So mtu sirundishe sisi katika kichaka, sababu kazi yetu sasa ni kuhakikisha Wakenya wamefanyiwa kazi, and that we are committed. Nimefika leo usiku last night nikitoka Korea, and why it is paining me ni kuona watu wanaweka pesa zao kusaidia Wakenya kupata chakula. We are not related now watu, si wa Afrika, but they are really committed to supporting Kenya move to the next level and ensure there is food security. Na wakati hao watu wanafanya hivyo, sisi wenyewe, ndugu zetu wenyewe, ndio wanatuambia hatuwezi kuhakikisha mikakati imewekwa to support kuweze kufanyikana. Hao watu wamepotea, tuwaombeeni Mungu na wasameo hizo dhambi wamefanya ile miaka yote.
wamekuwa wakifanya ili tuwe na nafasi ya kuhudumia Wakenya wetu. But it is really painful. The problem of ending anger in the country iko kwa mikono yetu sisi wenyewe. Kila mtu hapa kuna jukumu ya kushalisha chakula. Hata kama ni gunia moja wewe. Before anybody comes to tell you at the cost of life aiendi chini, muulize wewe mwenyewe umechangia nini kuleta gharama ya maisha chini. Kama ni chakula hakuna, wewe shamba yako umeshalisha mahindi kiasi gani? Umeshalisha maharagwe kiasi fulani? Uko na ng'ombe ngapi? Ili utauza tuweze kuhakikisha nyama inapatikana katika soko. Sio kutuambia tuende kwa street. Kwa hivyo kwa hayo mengi ndugu zangu, let us be able to differentiate wale wanataka tujenge Kenya na wale wanataka tuendelee kubomoa Kenya, but we have a responsibility to build on what the president and the deputy has been doing to ensure we have a safe country for everyone. And I want to conclude by saying, from where I sit as a responsible Kenyan, there is no difference between what the leader of the Azimio coalition is doing and those other terrorists that sit and plan to kill millions of people through bombing or through other methods. Kwa hivyo, because he is a terrorist like anyone else and must be dealt with as such, as a terrorist in this country. Economic tourism, economic sabotage, hakuna terrorist mbaya kuliko hiyo, and that we must really be willing to defend. Kwa hivyo, kwa heshima kuu, mimi naibu wa rais, wacha nimalizie hapo na nikushukuru sana kwa kupata nafasi ya kukuja hapa Laikipia kutuanzishia mradi huu, na ni pledge tutasukuma kazi. Kwa hivyo mimi wacha kwa heshima niulize nyinyi nyote msimame tumkaribishe naibu wa rais. Tuliongea na madam waziri akaniambia ataongea, tumekubaliana vizuri, sijamsahau, na akaniambia pia ako na mali analeta. Kwa hiyo that is why your excellency, singesahau my good friend, my colleague Madam Miana. 1 2 3, karibu naibu wa rais uweze kuhutubia wangwana hapa.